Kwa sasa ningependa tusimame sote tumkaribishe Mheshimiwa Rais aweze akahutubia kikao hii. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana. Tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Mawaziri walio hapa, gavana wetu wa jimbo la Nairobi, viongozi wa wafanyi biashara wa bodaboda, hamjambo. Kwanza mimi nataka niwakaribishe hasa wale wametoka nje ya Nairobi. Karibuni Kanairo. Najua gavana hapa amewakaribisha. Na wale mnatoka Ushago, muchunge sana ku cross barabara, lazima uangalie pande hii na uangalie pande hiyo ingine, hatutaki tupate ajali. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu mimi na watu wa bodaboda tumetoka mbali. Katika ushirikiano nilio nao, na nilielewa pale mbeleni ya kwamba kazi ya bodaboda ni biashara kama biashara zile zingine zote. Na nimetembea sehemu nyingi ya Kenya. Nimekuwa Western Kenya, nimekuwa Coast, nimekuwa Central, nimekuwa hii Nairobi, nimekuwa Bonde la Ufa, nimekuwa mpaka Nyanza nikifanya harambee ya wanabodaboda. Mimi nimefanya harambee kama 200 za watu wa bodaboda. Na nimetumia pesa zangu karibu kwa miaka 8, 9, 10 imepita, karibu shilingi milioni 250 katika sekta ya bodaboda kuwafanyia harambee. Nasema hivyo kwa sababu nataka muelewe umuhimu wa sekta hii ya bodaboda. Nakumbuka wakati mmoja tukiwa Kisumu kwa mkutano fulani, kulikuwa na msukumo mkubwa sana ikisemekana watu wa bodaboda ni wakora, watu wa bodaboda ni wezi, watu wa bodaboda hii na ile na ile, lazima tufanye hii na ile na ile. Nikasimama pale Kisumu, na mnakumbuka hiyo mkutano, nikasema watu wa bodaboda ni wafanyabiashara kama wafanyabiashara wengine. Na kama kuna wahalifu washughulikiwe kama vile wahalifu wengine wote wanashughulikiwa. Si ndio? Kwa sababu kulikuwa na msukumo ya watu kusema, kwa sababu kuna watu wa bodaboda wachache wahalifu, wanachukua mali ya mtu, wanaingia kwa bodaboda, wanakimbia, wanafanya hii, wanafanya hii. Watu wengi wakasema hii sekta iko na wakora, na nikakataza. Nikasema this sector is as good as any other business. Ndio? Hata nikauliza wakati mmoja, kwa sababu siku hiyo kulikuwa na mkasa ama kashfa kubwa sana ya watu ya KEMSA walioiba pesa ya COVID. Sasa nikawauliza siku hiyo, kwani wale watu wameiba pesa ya COVID walikuwa ni watu ya bodaboda? Si walikuwa ni wakora tu kwa ministry ya health walikuwa huko? So nataka kwanza tukubaliane ya kwamba bodaboda ni biashara kama biashara zingine katika Kenya. Na ndio sababu wakati nimetengeneza serikali, nimeunda wizara maalum ya cooperative na micro, small and medium enterprise, ya kushughulikia wafanyabiashara wote wadogo wadogo. Na ndio sababu kazi yangu ya kwanza, mpango yetu ya kwanza ni ile Hustler Fund, kwa sababu nilijua
Kuna mtu anahitaji saa zingine shilingi 200 ama 500 aweze kuunganisha biashara yake, watoto wapate chakula, lakini hiyo 500 saa zingine kupatikana inakuwa ni balaa. Na nikasema kupatikana hiyo 500 sio lazima ujue mtu yeyote, sio lazima uwe rafiki ya mtu yeyote, sio, hakuna kamati ya kwenda kufanya mkutano na mjadala wa kuulize maswali. Wewe jina yako ni nani? Wewe ni wa chama gani? Wewe ni wa community gani? Wewe unatoka wapi? Hapana. Nikasema kamati ya kupata Hustler Fund ni wewe na simu yako. Hiyo ndio komiti. Ndio komiti, unamalizia hapo. Unapiga maneno kwa simu yako, ujipange hapo, unapata pesa, unaendesha biashara yako. Na nikasema wananchi walikuwa wanalipa kwa fuliza shilingi 1% per day, ambaye ni 360% per year. Nikasema hii Hustler Fund itatoka 360% per year, tuteremushe chini mpaka 8% per year. Kama unataka kuhesabu baadaye ile riba unalipa ni 0.002%, kutoka 1% mpaka 0.2 huko ikisonga. Tunaelewana? Ndio kila mtu awe na uwezo ya kuweza kufanya biashara yake, kuunganisha maneno haraka. Saa hizi tumelaunch pale Embu awamu ya pili ya Hustler Fund, ambaye sasa itashughulikia wenzenu, itashughulikia wale sasa watu wako kwa vikundi, na kundi inahitaji minimum watu 10. Kufikia sasa zile vikundi ambazo zimetengenezwa Kenya inakaribia 100,000, 100,000 groups ambazo wamejiunga. Pia kuwa katika kikundi sio lazima ujulikane na mtu yeyote. Lazima wewe na watu yako, kama ni watu 10, kama ni watu 20, mnaungana kwa kikundi, na tumesema hiyo kikundi tutawapatia kati ya shilingi 20,000 na shilingi 200,000. Na hiyo pesa haihitaji logbook, haihitaji title deed, haihitaji ujulikane wewe ni nani. Ile mtandao itashughulikia kujua wewe ni kiwango ya aina gani. Tumehakikisha ya kwamba everybody's credit rating can be achieved without pushing people to corners where they have to look for collateral. We are changing the collateral mechanism in Kenya so that it is dependent on everybody's creditworthiness, on everybody's behavior. Kama wewe ni mtu muungwana ambaye ukikopa pesa unalipa, kesho ukikopa unakubaliwa kukopa mara 2, kesho kutwa unakopa mara 3 na tunasonga. Mimi nataka niwapongeze wa Kenya. Kufikia sasa kwa muda wa miezi chache, maybe 7 months, Wakenya wamechukua pesa kutoka Hustler Fund shilingi bilioni 31. Ninyi mnaelewa? Watu milioni 7.1 kila siku wanakopa kwa Hustler Fund na kulipa. Wanakopa, wanalipa. Wanakopa, wanaendesha biashara yao. That is, uko ndio mimi nataka tuelekee. Mimi nataka niwaulize nyinyi wana bodaboda. Nitaongea na nyinyi baadaye. Sababu gani tunataka nyinyi mkue katika sako? Kwa sababu tunataka tuwapange vizuri mkiwa ndani ya sako. Na mimi nataka niwaeleze hivi. Siasa mimi naelewa, na hata nyinyi mnajua mimi naelewa.
Unajua mimi naelewa siasa, si ndio? Hapo niko na ufundi kiasi Mimi nataka niwaambie mambo ya bodaboda, mimi sitaki siasa ndani yake. Bodaboda ni biashara, tunaelewana? Bodaboda ni nini? Biashara. Kama wewe ni mtu ya chama hii ama chama ile, pelekana na chama yako mahali ingine. Hapa mimi nataka tukubaliane na nyinyi, tutapanga biashara. Wale watu wengine walinitangulia walikuwa wanajaribu kutumia bodaboda kupanga siasa, na nyinyi mnajua. Kwani hamjui? Si mnajua? Hiyo biashara mimi sitaki. Mimi nitajipanga na siasa kando na bodaboda. Tunaelewana? Siasa yangu mimi najua kujipanga na mambo mengine. Na mimi sitaki tulete siasa ndani ya biashara ya watu wengine. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, kama mtu anaendesha bank, akiingiza siasa huko ndani, bank itasimama? Kama wewe ni mtu ya kuuza maziwa ama unauza waru ama unauza fertilizer, ukiweka siasa ndani, hiyo biashara itaendelea? So my friends, mimi nataka mnisikize vizuri. Maneno ya siasa tusiweke kwa hii biashara. Kila mtu, sisi ni nchi ya demokrasia. Kila mtu apeleke siasa yake mahali anajua. Tukikutana vile tumekutana, tunaongea biashara. Finish. Sijui kama tumeelewana hapo. Tuko pamoja? Na ndio nilisema wakati tulianzisha Hustler Fund, nikasema hakutakuwa na komiti ati ya kukutana mahali fulani ati ndio wa approve nani atapata nani hatapata, ati ndio mtu aende keti pale akuangalia aseme wewe ulinipigia kura, wewe huku nipigia kura, wewe ni wa community yangu, wewe ni wa community hii, wewe hapana. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja? Na ndio leo Hustler Fund imechukuliwa na Wakenya from every corner of the Republic of Kenya, bila ya kujali nani alipiga kura wapi. Hiyo ndio Kenya, kwa sababu serikali mimi naendesha ni serikali ya Wakenya wote. Sijui kama tunaelewana. Na mimi ikifika mahali ya bodaboda, mimi sitaki nyinyi mnisaidie kwa mambo ya siasa. Hapana. Nyinyi mniwache, mimi nitangangana. Kazi yangu kama rais sio ati nyinyi mnisaidie kupanga siasa. No. Mimi kazi yangu ni kuhakikisha nyinyi mnapata nafasi ya kufanya biashara, watoto wenu wasome, mujiendeshe, kwa sababu that is the commitment that I have to the people of Kenya as president. Tunaelewana my friends? Wewe utapiga kura yako vile unataka. Tunaelewana? Hiyo ni juu yako sasa, utajipanga vile umejipanga. Maneno hapa tunaongea ni nini? Ni biashara. Tumekubaliana hapo kwanza? Tumekubaliana? Wacha niwaambie sasa maneno vile ilivyo. Sikizeni. Maneno vile ilivyo. Vile nimesema, kuna mambo mazuri sana yanaendelea, na mimi nataka niwapongeze. Kenya tuko na watu 1.8 million, 1.8 million people wanafanya biashara ya bodaboda kwa njia moja ama nyingine. Hawa ni watu wengi sana katika taifa letu la Kenya. Na pongezi hawa watu ambao wamejisimamia, wamejiamini. Mtu ameenda akanunua, akaweka pesa yake, akanunua bodaboda, anaendesha biashara yake. Mimi nataka niseme heko, pongezi, hongera, tutasimama na nyinyi. Na ndio sababu tulisema hatutaki wafanyabiashara wakiwemo wa bodaboda wadhulumiwe. Pale nyuma tulikuwa watu wa bodaboda walikuwa wanahangaishwa na kanjo,
wanahangaishwa na askari, wanahangaishwa na wale, na tumesema hiyo lazima ikome. These are business people. We want to organize them so that they can do their business. Statistics inatuonyesha ya kwamba bilioni 350 kila mwaka iko katika sekta ya bodaboda. Almost 1 billion shillings every day is contributed by the bodaboda sector in our economy. Karibu ni kama pesa yote sisi tunatoa kama serikali kwa counties. That is what the bodaboda sector contribute, and that is big. Tunaelewana? Na hiyo ni kazi mzuri. Mimi nataka niwahakikishie tutawashirikisha, tutawashikanisha na opportunity ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Lakini kuna mahali mimi nataka turekebishe. Ajali ambayo inapatikana kwa Kenya, watu wanaopatikana kwa ajali zote Kenya ni watu 20,858. 20,858 people are involved in accidents in the Republic of Kenya every year, especially last year. Wacha niseme last year. Yeah? That is the report we have. The report for last year, 20,853 people were involved in accidents. Kati ya hawa watu 20,020, watu 4,515 walikufa. 4,515 people died because of accidents last year. Ni mnanielewa? Wale wengine watu 16,000 walipata ajali, wengine wamekuwa wamepata permanent disability, wengine wamepona, wengine wako na majeraha, wengine wako na matatizo, wengine hawawezi kufanya kazi yao, hawawezi kujisimamia kwa sababu ya ajali. Kwa watu 4,515 ambao wamekufa, wale watu wamegongwa na bodaboda ni watu 1,620. Wamegongwa na bodaboda, wamekufa. Watu 1,209 madreva wa bodaboda wenyewe, wacha sasa wale watu wa kutembea. Watu 1,000 watu wa bodaboda riders 1,209 wamekufa. Wale watu wa kubebwa na bodaboda watu 420 wamekufa. Wale watu wa kuendesha sasa magari yale mengine watu 408 wamekufa. Na passengers ya yale magari wengine watu 800 wamekufa. Meaning watu wa bodaboda wale watu wamegongwa, wale watu riders wenyewe na wale wa kubebwa, watu zaidi ya 2,300 wamekufa kwa sababu aidha kuwa driver ya bodaboda ama kuwa passenger barabarani amegongwa na bodaboda ama mtu wa kubebwa na bodaboda. Hapo ndio mimi nataka na nyinyi tushirikiane ili tupunguze maafa ambayo yanatokana barabarani na maafa yanayotokana na biashara ya bodaboda. Tunakubaliana hapo? Mimi nataka niulize nyinyi, watu 2,300 kukufa, wakiwemo bodaboda riders, wakiwemo wananchi wa kutembea barabarani ambao walikuwa na shughuli zao, na wale ambao tumewabeba kama watu ya bodaboda, watu 2,300. Si hapo ni maneno ambayo lazima tufikirie na lazima tushughulikie. So mimi nataka tukubaliane na nyinyi, and that is why niliuliza tufanye hii mkutano, kwa sababu mimi nataka nyinyi na wale wengine wote ambao wako katika hii sekta, nataka tukubaliane vile tutafanya hii biashara muhimu
ya bodaboda, tuondoe maafa, tuondoe na tupunguze ajali, na tupange hii biashara ikae ni biashara ambayo itasaidia hawa watu 1,800,000 ambao wako katika hii biashara. Tumekubaliana? So mimi nataka tukubaliane hivi. Ya kwanza, mimi nataka tukufaliane ya kwamba kwa sababu ajali inatokana mara nyingi ni kwa sababu wale wanaendesha bodaboda hawana leseni na hawajasomeshwa. They have no training and they have no license. Si ni kweli hapo? Tatizo kubwa ni kwamba watu wanaendesha pikipiki ya bodaboda hawajafanyiwa training na hawana leseni. Ndio tunapata ajali nyingi. So mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Tumeongea na watu wa NYS. Nitaongea na wabunge. Mimi nitaongea na Council of Governors ya kwamba tuwe na training. Saa hizi tumeambiwa ya kwamba training ni shilingi 8,000 na leseni ni shilingi 3,000. Is that correct? Watu wa NTSA? The license is how much? Shilingi 3,000 na 50. 3,000 na 50. 30-50 ndio leseni. So mimi nataka tukubaliane na nyinyi kwa sababu tunataka tusaidiane kwa hii biashara. Tunaelewana jameni? Mimi nataka tukubaliane na waziri yuko hapa wa transport. Hawa ni watu yako, watu ya kutumia barabara. Nitapanga na watu wa NYS. Nitapanga na counties. Nitaongea na 2,500. Waziri, vile utaenda kujipanga sasa, hiyo enda ujipange. Mimi nataka hii training na pamoja na license ambayo ni 10,000. Nataka tutoe 10,000 mpaka 2,500. Tukubaliane what NYS is going to do, what the ministry is going to do, what NTSA is going to do, so that tuweze kuhakikisha ya kwamba watu wanaoendesha pikipiki ya bodaboda, wanaofanya biashara ya bodaboda wako na training na wako na leseni. Sijui kama tumekubaliana hapo. Hapo sawa? Hiyo ni jambo la kwanza. So that we can reduce on accidents, on deaths, on injuries. We must train all our bodaboda riders and we must license each and every one of them. And I am proposing that the ministry and the government of Kenya is going to work with all the other stakeholders, including our county governments, including our members of parliament, so that the training and licensing should not exceed 2,500 from 10,000. Sijui kama tumekubaliana. Jambo la pili, ili pia tuweke nidhamu kwa watu wa bodaboda. Hatutaki biashara ambayo inafanyika kiholela, na hatutaki biashara ambayo wakora na wahuni wanaweza kuingilia waharibu biashara ya watu wengi na imeharibiwa na watu wachache. Lazima kila mtu, vile tulikubaliana, kila mtu awe kwenye sako. Na mimi nataka tuelewane. Hakuna mtu atalazimishwa kuwa kwa sako yeyote. Hakuna mtu lazimishwe ati lazima ukue kwa sako fulani. Na hatutaki ati sako iwe ni mahali ya mtu kuambiwa ili uingie kwa hii sako lazima utoe pesa fulani. Hapana. No. Hapana.
Hapana, sitaki cartel. Mimi nataka sako. Na sako ni mahali mtu anaingia kwa kupenda. Sijui kama tumeelewana hapo. Yes, tunataka tuwe katika sako so that we are organized. Na mimi nataka wizara ihakikishe na NTSA ihakikishe ya kwamba hizo sako za bodaboda ni sako ambayo ina maslahi ya members. Sio watu wachache waende washikane watengeneze sako na waanze kucharge watu wengine ati ili uingie kwa hii sako toa 10,000, toa 5,000, sijui toa 1000 ngapi. Hapana. Tumekubaliana tuweke nidhamu, tuweke mpango ya sawasawa. Mumesikia vile governor wa Nairobi amesema kama sako itakuwa around stages na nini tuipangwe vizuri so that we know, tunajua fulani ako ni mtu ya sako fulani na huyo fulani pikipiki yake ni namba fulani, ndio tuweze kupanga hiyo sekta ikae chonjo na ikae sawa sawa. Tumekubaliana? Tuko pamoja? Jambo la tatu, nimeuliza watu wa St. John na nitauliza watu wa Red Cross ili ile masomo ambayo training ambayo watu bodaboda watapatiwa ili upate leseni, tuhakikisha kwamba watu wa St. John ama Red Cross wamewasaidia kuwasomesha mambo ya first aid na mambo ya emergency medical care, ili kila mtu wa bodaboda akitoka pale amesomeshwa vile ya kuendesha pikipiki na vile vile amesomeshwa ikitokea ajali ni nini atafanya, ndio tuweze kuokoa maisha ya wananchi. Watu ya St. John, they are here, si ndio? Bwana mkubwa na chairman Bwana Ndungu. So tafadhali, let us move in that direction under the coordination of the Ministry of Transport. We want, as a way of ensuring that the border sector is has elements of discipline, we want to ensure that they are organized in proper circles. And number two, apart from training on the to get the riders the correct training, we must also ensure that the riders have been trained on first aid and emergency medical care, because they are, in most cases, the first respondents or the first victims of the various accidents that take place in the country. Hapo tumekubaliana? Nataka pia tukubaliane ya kwamba kama mtu wa bodaboda amefanyiwa training, amepata leseni, amefanyiwa training ya St. John ama Red Cross ya first aid na emergency medical care, tumekubaliana ya kwamba we are going to identify 100,000 or thereabout. How many waziri na Humicha? Amani umepatiwa leseni. Number 4, wewe ni member wa sako, bas qualify, unapatiwa sasa. Number 5, unapatiwa ambaye italipwa, na hiyo card vile mulisikia hapa waziri na Humicha akisema, hiyo card sio yako peke yako, ni yako, mke wako na watoto. Na kama una mke, hata kama uko na mpango ya kando, uweke kwa weke kwa card. Kama tunaelewana, tuko pamoja nyinyi wadosi, mmekuelewana? So nafikiri tumekubaliana. Mimi nataka niwaeleze, nafikiri watu wa bodaboda saa hizi tuko na mpango ya
kupatia, tuko na pesa tayari ambayo inawangojea. Ni nyinyi mjipange, muache kuzubaa, mjipange. Pesa pale tumeweka pesa kwa Hustler Fund number 2, any group ya watu 10 kwenda mbele. Mnaweza kujipanga hapo. Kuna vile system inaweza kuambia how to do it. Nitauliza wizara ya cooperative, nitauliza wizara ambayo inasimamia micro and small enterprise. Vikundi mpate pesa, muendeshe biashara zenu. Tukitoka hapa kwenda mbele, ni nini tumepanga? Kwa sababu niliwaeleza watu wa bodaboda ya kwamba hii sekta tutahakikisha ya kwamba ile matatizo mmekuwa naye tutakabiliana nayo, tutayatatua na tutaweka mpango ambayo itahakikisha biashara ya kila mtu inaheshimika, kwa sababu kazi ni kazi. Ndio, biashara ya kila mtu inaheshimika. Ndio sababu nimeweka pesa ya serikali kwa biashara yenu. Katika budget ambayo tumepanga leo, mimi nimeweka sahihi leo, na nimetafuta hiyo section ya bodaboda kwa hiyo finance bill, ndio mjue. Kwanza nyinyi ndio wa kwanza kwenda kuwaambia wabunge, wangepitisha mapema. Sijui kama tunaelewana, kwa sababu kuna mambo manne ambaye nimeweka kwa finance bill. Unajua, wakati nilisema kule Embu ya kwamba tutakuwa na pikipiki bodaboda ambayo inatumia stima, hili ni story. Mimi si mtu ya story. Sijui kama tunaelewana. Na mimi si kusema usiku. Na mnajua pia hakuna umekuwa wazimu. Nyinyi mnanielewa? So wale wanafikiria ya kwamba mambo ya pikipiki ambayo itatumia stima ni hadithi, watakuja kujua hawajui na hivi karibuni. Sijui kama tunaelewana. Katika budget hii ambayo tumepitisha, nimehakikisha kwamba kuna mambo manne ya muhimu ya watu wa bodaboda. Kwanza, nimesema import duty kwa ile completely knock down kit, ile bodaboda ambayo inakuja kutengenezwa, ile inakuja kama parts, tunakuja kuassemble hapa. Kumekuwa na import duty ya 35%. Hiyo import duty tumeteremusha mpaka 10% kulingana na ile ya East Africa mzima, ili bei ya bodaboda ikuje chini na tuzilete hizo knockdown kits tuanze kuassemble hapa Kenya. Number 1. Number 2, nimesema vile vile kwa sababu sasa tunaelekea kwa electric motor vehicles na electric motorcycles. VAT. Tumesema ile VAT ambayo ilikuwa ingelipiwa kwa mambo ya charging stations na maneno ya swapping stations, mahali unaenda kubadilisha battery na kucharge battery. Tumesema tunatoa mambo ya VAT. Hakuna ushuru watu watalipa pale kwa hiyo station. Jambo la 3, zile battery ambazo tutatumia tumeondoa vile vile VAT kwa stations zote zile ambazo mmesema. We are also eliminating VAT on all infrastructure around charging stations, ambazo sasa we are going to roll out. Tuhakikisha kwamba kuna mahali ambapo we unaenda kucharge battery, saa ile unangojea mgeni, saa ile unangojea mteja, nini yako iko kwa charger na unapiga
unapiga mbinja ukingojea. Saa ile unangojea. Sijui kama tunaelewana. Jambo la 4, zile batteries zinaitwa lithium ion battery ambazo zinatumika kwa electric motor vehicles na electric motorcycles. Zilikuwa zinalipiwa ushuru 35%. Tumesema tunateremusha from 35% mpaka 10% kulingana na ile ya East African Community. Nyinyi mnanielewa? Alafu kufikia tarehe 1 Septemba, vile nilitangaza kule Embu, tutakuwa tumeagiza na zitakuwa zimefika hapa bodaboda 10,000 ya kwanza, ambaye ni bodaboda ambaye itakuwa inatumia stima. First 10,000 will be here. 100,000 will be in Kenya by December. Na hiyo barabara ndio tutakuwa tunaelekea. Tutakuwa tunabadilishana. Wewe unalete bodaboda ile ya kutumia petroli, tunakupatia bodaboda ile ya kutumia stima. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na mtaelezwa as we move. Mtaelezwa vile hiyo mpango itaendelea. Kwa sababu watu 1,800,000 ni watu wengi. Na nia yetu ni kufanya mambo mawili. Ya kwanza ni kupunguza ile petroli tunaagiza ambayo tunatumia kwa kuendesha magari yetu na bodaboda zetu. Nataka mjue tunatumia bilioni 60 kila mwezi kuagiza mafuta ambayo tunatumia. We want to reduce the amount of money we are using, the amount of foreign exchange actually we are using to import petroleum products, by making sure that we transition from fossil fuel powered motor vehicles and motorcycles to electric motor vehicles and motorcycles. Tunaelewana? So tunataka kulinda foreign exchange ya taifa letu la Kenya as a first priority. Number 2, tunataka vile vile biashara ya bodaboda iwe ni biashara iko na pesa. Kwa sababu ile bodaboda mnatumia sahihi ya petroli na ile ya electric, tofauti kwa ile gharama unatumia kwa siku ni 68%. Kumaanisha kama ulikuwa unatumia shilingi 100, sasa utatumia shilingi 40. So utabakia na shilingi 60 uweke kwa mfuko uendeshe biashara yako. Sijui kama tunaelewana. Jambo la pili, hii electric motorcycle haina plugs, haina ile mahali ya kwenda kubadilisha sijui oil nini ya kuzungusha hapo. So kila mwezi utasave almost 30% ya ile pesa ungeenda kufanyia service. Sasa hakuna service, kazi yako ni kucharge na kuendelea mbele. Na mmesikia jamaa mwingine hapa amesema hata hii haina kelele mingi, so utakuwa na haina pollution, so kazi yote inaweza kuendelea pamoja. Sijui kama tumeelewana. That is our plan. Jambo lingine, kwa sababu nataka niwaeleze vizuri, jambo lingine tunafanya mpango saa hizi kama serikali kuhakikisha ya kwamba pale kwa charging station saa hizi ni malipo ya stima ni kati ya shilingi 15 na 20. Saa zingine hata inaenda mpaka 25. Lakini tumesema pale kwa charging station tutapunguza gharama ya stima. Ile gharama itakuwa juu zaidi ni shilingi 8. From 20 shillings tutateremsha bei ya stima
pale kwa charging station ya pikipiki zenu mpaka $5, which is about 8 shillings. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba number 1, watu wengi wana transition kwenda kwa pikipiki. Number 2, inaendeshwa in a manner that is going to make sure that it is cheaper to operate, and so that we can have cheaper transport that is environmentally friendly. Nyinyi mmenielewa? Mumeshikanisha hii maneno? Tuko pamoja? So hiyo ndio mpango ambayo tuko nayo pamoja na nyinyi. Nafikiri mumenielewa vizuri, kwa sababu siasa kidogo kidogo hiyo tumemaliza na siasa. Si siasa tumemaliza? Ama nyinyi bado mko na siasa ya kufanya nini? Si tumemaliza siasa? Wakupata si walipata, wakukosa si watangoja. Ama so tungoje huko mbele, tutaamukiana tena tuwekane mwereka, tujue nani atapata. For now sasa ile kazi iko ni vile tutapanga Kenya iweze kwenda mbele. Nimesema tunataka kupanga biashara ya kila mtu iheshimike, na biashara ya kila mtu impatie mapato, kwa sababu kazi ni kazi. Sijui kama tumekubaliana ndugu zangu. That is our plan. Mimi nawashukuru sana kwa sababu sasa mumeelewa ya kwamba program ya housing ni program ya kulete bei ya nyumba ifikie mtu wa bodaboda anaweza kulipa mahali anaita kwake. Najua kuna watu wako na madharau sana. Wanaona mtu ya bodaboda tu ni mtu ya kukaa kwa nyumba ya matope, ni mtu ya kukaa tu pembeni huko. Mimi nataka niwaambie ya kwamba it is also a right kwa katiba yetu ya Kenya, kwa serikali kupanga vile wananchi wataishi in decent housing. Na hiyo kazi mimi nitakazana nayo, nitafanya bidii. Na hawa watu wananijaribu, nitawakalia ngumu. Kwa sababu Kenya hapana ya watu wachache. Si Kenya ni yetu sisi sote, my friend. Ama tunasemaje? Yes. Na nilieleza jana ile kazi tunafanya na ile kazi tutashirikiana na nyinyi. Nimewaeleza tuko na mpango ya kureduce mambo ya cost of living. Bei ya chakula tuko na mpango ya vile tutakabiliana nayo mpaka ifike mahali wa Kenya wanaweza kulisha familia zao. Tuko na mpango ya kusaidia wakulima wetu, tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na dams ya kutosha, tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba wakulima wetu ama wafugaji tunawasaidia, tuko na mpango ambayo itahakikisha finally we have invested in making sure that we grow enough food. We have a plan on how to enhance food production in its big spectrum, so that we can reduce the cost of living, reduce the cost of food, and manage our country better. Na nimewaambia wale marafiki zangu wengine, hata uweke sufuria kwa kichwa mara ngapi ama siku ngapi, bei ya chakula iweze kupungua. Tuambiane ukweli. Pengine sufuria, pengine tupike nayo sufuria kwa kichwa ya mtu. So mimi nataka niwashukuru sana. Naamini tumekubaliana. Mimi nataka munipatia hakikisho kwamba nyinyi ni wafanyabiashara. Na mimi nataka nijue nyinyi ni wafanyabiashara ama wanasiasa? Nyinyi ni wafanyabiashara, sio? Si siasa kila mtu anajua vile ya kupanga. Na kila mtu atapanga na huko. So mimi nataka niwashukuru sana. I have committed, I have promised that we are going to work with the counties, we are going to work with the Ministry of Education, so that we can have efficient training and make sure that this Bodaboda sector becomes a business like all other businesses. NTSA, Wizara ya Transport, you know what you have to do. And we are going to have another meeting in a couple of weeks, maybe a month or two, so that we can assess the progress we have made. Maneno ya kupigiana makelele muache. Mimi mnanielewa? Mimi sitaki unakuja kupigia nani kelele hapa? Sisi tumekuja kila mtu ako na biashara. Yes, tuachane na mambo ya makelele.
Tuachane na mambo ya mirengo, sijui huyu ni wako na hii, sijui huyu ni wa pande hii. Mimi siko hapo. Mimi nataka, I want us to sort out this sector so that people can earn a living, people can run their businesses and enterprises, and we can see how we can take this forward. Asante sana, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Mkirudi nyumbani, salimia watoto wenu, familia zenu, na mwambie tuko pamoja. God bless you. Thank you, Your Excellency.